mlingane Bwana. Mwambie Baba, ninakulingana. Wewe ni pete ya dhahabu. Wewe ni Mungu wangu. Wewe uliyebeba baraka yangu. Wewe ni kila kitu. Utaninua Bwana kwa wakati wako. Amen. Na Mungu atakuinuka. Atakuinua. Anasema humpandisha masikini kutoka jana. Ulikuwa kudharauliwa, unaanza kuheshimika taratibu. Wanaanzaga hivi, unapoendelea Mungu anapokuwa ndani mwako, wanaanzaga kukuita mtumishi wa Bwana. Hapo kaheshima tayari pamekuja. Mtumishi wa Bwana. Karibu mtumishi wa Bwana. Ulikuwa kwa zamani kabla hujaokoka ulikuwa unaitwa mlevi, mwizi, jambazi, tapeli. Baadaye Mungu anabadilika. Ndio Bwana akaokoka. Bwana sasa kuulizana wao wenyewe, Bwana akaokoka. Kaita wale mama. Baadaye sasa hivi mtumishi wa Bwana. Mungu jua hapo anakuinua. Shikilia hapo hapo. Shikilia hapo hapo. Ndipo Mungu anaanza kukuinua hapo. Endelea kukanyagia hapo kwenye utakatifu. Amen. Sio mpaka Mungu ashuke aseme sasa wewe sasa hivi ni mtakatifu. Shikilia hapo. Ukisikia watu wanaanza kusema sasa hivi huyu ni mtakatifu wa Bwana, wanaanza kuita mtumishi wa Bwana. Shikilia hapo, ishi utakatifu. Amen. Amen. Ishi utakatifu. Haleluya. Haleluya. Baadaye watu wanaanza tu wenyewe, wanaanza wewe, Bwana tajiri vipi? Haleluya. Unachangalia kwenye nafsi, unaniita tajiri. Mbona hata fedha sina? Sikiliza, hayo ni mafunuo ya wazi. Wewe yapokee. Sema niko hapa bosi, niko hapa tajiri. Mnasemaje vijana? Maana yake nini? Wanatabiri juu yako. Kuna mibaraka inakuinjilia, usikatae. Wanapokuambia bosi vipi? Itika kwa madaha. Mwambie naam, unataka nikusaidie nini? Amen. Haleluya. Usikatae. Ndipo Mungu anaanza kukutambulisha. Ndipo Mungu anaanza kuondoa ile harufu ya zamani. Anaendelea kukutengeneza. Unakaa kama shamba lililobarikiwa. Hata mtu akikutazama hivi anasema yule mama hakosi dola kwenye pocketi yake. Kumbe hata shilingi 500 umekuja kwa neema tu hapa kanisani, lakini sura yako ni kama bilionea. Hiyo sura yako jue Bwana anaanza kuitengeneza. Kama mkao wa kubarikiwa, kama mkao wa kunemeka, kama mkao wa kukopesha na wala sio kukopa. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Haleluya. Mwache Bwana akuinue mwenyewe. Usijidharau. Wenza wamekudharau watu, wamekukanyaga huko kwenye mavumbi. Sikiliza, Mungu huwa anainuaga watu walioko chini, waliodharauliwa, waliochekwa, waliosemewa mabaya. Mungu ndio anainuaga hao ili awaibishe waliomdharau, waliomtukana, waliosema nione, waliosema halina maana, waliosema halijasoma, waliosema tumelifukuza. Hiyo ndio Mungu anataka ili azilike kuwa ni Mungu. Anainuaga vitu vilivyokataliwa. Sema amen. Mstari wa 8. Biblia inasema hivi, mstari wa 8. Anasema amketishe pamoja na wakuu, pamoja na wakuu wa watu wake. Yaani Mungu akishakuinua mtakatifu wa Bwana, Mungu akishakuinua, wapende wasipende, lazima watakupokea. Lazima watasema mtakatifu wa Bwana anakuja. Lazima waseme yule anakuja ni mfanyabiashara mkubwa. Wapende wasipende. Mwambie jirani yangu, jirani, niangalie vizuri. Mimi ninaonekana leo nina njaa, kesho nitaonekana mtu niliyetajirishwa na Bwana. Hata watu wakudharau, usiendelee kushindana na watu. Wanakudharau wewe, unashindana kwa maana no, waachi. Waambie tu wewe, endeleeni kunisema mabaya, lakini najua Mungu wangu atasimama, ataninua. Najua Mungu wangu atanitetea. Ninajua Mungu wangu ananiketisha na wakuu. Walipokaa wakuu, nami nitakaa katikati yao. Sio kwa kupenda kwao, ni Mungu amependa. Ni Mungu amependa. Ni Mungu amependa. Sio wao, ni Mungu amependa. Nikae katikati yao. Ukisoma kwenye Biblia Mwanzo ile sura ya 41 na ule mstari wa 39, tunaona Daudi, tunaona Yusufu anatoka gerezani. Ametoka tu gerezani namna hii, Mungu wa mbingu na nchi akampeleka kwenye nyumba ya mfalme,
mwenye roho ya hekima namna hii. Hebu soma hilo andiko. Hebu soma hilo andiko. Soma hiyo Mwanzo. Soma hiyo Mwanzo 41 sasa. Soma. Mwanzo sura ya 41 na mstari ule wa 39 nao unasema. Farao akamwambia Yusufu. Sikia maneno haya. Kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote. Hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Hapana mwenye akili na hekima mpaka mwenyewe Farao akajiona ni mbumbumbu kwa nani? Kwa Yusufu. Sio kwa kupenda kwake. Sikiliza maneno. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu. Unasikia maneno hayo? Utakuwa juu ya nini? Nyumba yangu. Na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Anasema akajikumbuka akasema bwana nisije nikajisahau na mimi ukanitawala. Lakini katika ulimwengu wa roho alikuwa ameshatamka ya kwamba yeye ndio atakuwa mtawala. Maana kila kitu kinachotokea pale yeye alikuwa anafahamishwa. Paka mwenyewe akajua ni ngumu. Sio kwa kupenda, sio kwa kupenda. Wapendwa, ziko baraka sio kwa kupendwa kwa wanadamu, lakini zitakujilia kwako. Amina. Hamjanielewa? Sio wanadamu watataka uinuliwe, lakini Mungu atataka kuinue. Wao watakataa, lakini Mungu atakuinua. Hata hizi huduma kuna wengine hawataki kabisa, wengine wainuke, wanawakanyagia tuchi. Sikiliza, Mungu kwa majira yake atakuinua. Sema amen. Wakukanyage wasikukanyage, Mungu atakuinua. Wao wapende wasipende, Mungu atakuinua. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tunza utakatifu ulio nao ili Mungu aweze kukuinua. Tunza utakatifu. Namba 2, ruhusu Roho Mtakatifu akuongoze katika kukuinua kwako. Ruhusu Roho Mtakatifu, usijichanganye, usiongeongee hovyo. Mwambie Roho Mtakatifu, nifunge lijamu, nisaidie Bwana, nipe neema wakati na ngoja baraka zangu. Nisaidie Roho Mtakatifu, nikujue sana, uniongoze wewe. Jamani amina. Jamani amina. Jamani amina. Wakati tunasubiri Bwana atuongoze, atubariki, mruhusu Roho Mtakatifu pia kuongoze. Wakati mwingine kuna tamaa tu za kawaida ambazo natamani mwaka huu niwe na gari. Roho Mtakatifu ukiwa naye, yeye ni rafiki. Anakuambia mwanangu, tazama, ifanye kazi yangu. Wakati wako wa kubarikiwa nimeweka mbele yako. Tulia mwanangu, atakuelekeza. Tulia kwa Roho Mtakatifu akuongoze. Jamani, Bwana asifiwe. Haleluya. Jambo lingine hapo tunaposema ruhusu Roho Mtakatifu akuongoze, utasoma Matendo ya Mitume 8:29. Lakini namba 3, ongeza imani kwa mambo yote. Ongeza imani kwa mambo yote. Ongeza imani kwa mambo yote. Amini katika jina la Yesu. Amini katika jina la Yesu ya kwamba wewe sio wa kawaida. Amini wewe sio wa kawaida. Amini ya kwamba Mungu uliye naye sio wa kawaida. Amini hivyo, utatembea hivyo na utamwona Mungu hivyo. Lakini kama ndani mwako haujawa na imani, utateseka. Bwana Yesu asifiwe. Imani huwa yenyewe inatengenezaga njia. Imani yenyewe huwa inamsukuma mtu kupokea kila anachohitaji. Imani huwa inacholaga lamani, alafu mwishowe kinatokea kitu. Sasa ukiwa na imani kwa mambo yote, nataka nikwambie utamuona Mungu akikuinua mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu unaamini. Adui zako wanaamini umeshindwa, lakini wewe unaamini. Kati adui zako wanasema tutamuona, wewe amini ya kwamba Bwana atakwenda kuwadhihirisha, maana ameweka meza mbele zangu na mbele za adui, nitakula maneno
unamshakia Mungu? Kwa nini unamshakia Mungu? Kwa nini huna imani? Huna imani ya kwamba Mungu anaweza kukuinua. Kwa nini huna imani? Kwa nini? Kwa nini huna imani? Kwa nini unakata tamaa? Unafanya biashara, unaona biashara yendi, unafanya nini? Unakata tamaa. Ukukata tamaa hakukusaidii, bali imani ukiinua ya kwamba ninajua mwenye haki anaweza kuanguka hata mara 7 na akasimama tena, ninajua nitasimama tena. Amini hivyo, natembea hivyo, na kuwa na imani hiyo, utamwona Mungu akikutokea kwenye maisha yako. Sema amen. Watu wengi sana tunamshakia Mungu kwenye kubarikiwa. Nilizungumza asubuhi, watu wengi tunamshakia, lakini hatumshakiaji Mungu kwa mambo ya kawaida. Na ndio maana utaona watu wengi sana wanakwenda wanaombewa, wana magonjwa na magonjwa yanapona, wanaombewa mapepo yanatoka. Nisikilize, lakini kwenye kubarikiwa, kwenye kuinuliwa, watu wengi wanamshakia Mungu. Hata mtu unaweza muombea ukamwambia nenda na Bwana ameshakubariki, bado mtu atakuwa na mashaka. Ondoa mashaka. Amini wewe ni mbarikiwa. Amini wewe ni mbarikiwa. Amini ya kwamba sitakufa nikiwa maskini. Tembea kwa imani hiyo. Simama kwa imani hiyo. Ishi kwa imani hiyo ya kwamba ninajua majira ya Bwana ya kubarikiwa kwangu yanakuja. Japo majira haya ninayoyaona ni majira ya jua kali, lakini yanakuja majira ambayo hayatakuwa ya jua, yatakuwa ya ubaridi. Ni majira yangu, ni majira ya kuinuka, ni majira yangu ya kumwona Bwana akinitokea. Amen. Mbona miti inanyausha matawi, inaangusha, inapukutisha nini? Majani. Mtu utakuta miti yote unasema ni masika imestawi, lakini kuna wakati majani huwa yanaondoka, unabaki mti tu. Hata ukibaki ule mti, hata kunguru hawezi kwenda pale kwa sababu hakuna kivuli, hata mjusi hawezi kwenda pale kwa sababu hakuna chakula. Kwa hiyo mtu unabaki peke yake, lakini mti unatumaini ya kwamba nitachipuka. Na kweli mvua zikinyesha, ile mvua inavyonyesha, mti unaanza kunawiri, taratibu kunguru wanaenda, ndege wanakwenda, mijusi wanarudi pale. Nini? Bwana wa majira ameshakuja. Bwana wa majira amesharudi. Ndivyo ilivyo kwetu. Tuko wakati ambao kuna mwingine wakati wa neema. Wakati huu ni wa neema. Kuna mwingine wakati huu ni wakati wa kunyauka kwake. Majani yamekongoroka, watu wamemwacha, watu hawamuelewi. Hata akipita wanasema yule anakuja kuomba. Sikiliza, yako majira ambayo watakuja watu kugonga hodi na kukwambia mtumishi wa Bwana nisaidie fedha. Lakini ulifukuzwa kwanza. Wanakuambia toka wewe ni omba. Toka wewe ufai. Toka wewe. Tena mtu anayekufukuza ujue anakutengenezea baraka. Ujue anakutengenezea njia ya kwamba siku ukibarikiwa yeye atakuwa kwanza kusema yule jamaa